Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa katika sakata la mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mambo yanazidi yanazidi kuwa mazito kweli kweli. Hatimaye bodi ya ligi na TPLB TFF wanazidi kuweza kushikwa kooni na klabu ya soka Young Africans katika sakata lao la kugomea kucheza mchezo wa dabi. Mambo yanazidi kuwa mazito. Hatimaye bodi ya ligi wameweza kutoa taarifa yao leo hii, na mimi nimeona si vyema ni kuache hivi nimekusogezea taarifa hiyo. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kimeweza kujili katika sakata hili huko bodi ya ligi, maamuzi gani ambayo wamekwenda kuyachukua mara baada ya kile kinachoitwa Young Africans kuweza kudai haki yao. Kwa namna yoyote ile wanataka kuweza kupata haki yao, wakiona ya kwamba bodi ya ligi ni kama vile wanashindwa kutoa maamuzi ambayo yako sahihi. Sasa kile ambacho kimeweza kujili ni hiki hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Unafahamu ya kwamba kila mmoja kwa sasa story ni kubwa kwamba hatuchezi ndio imetawala midomoni kwa viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans, na hata mashabiki zao, viongozi wa matawi. Msimamo wao unaendelea kuwa mzito kweli kweli, huku bodi ya ligi wakitangaza mchezo huo tarehe na saa ya mchezo huo kwenda kupigwa, huku wakiwa bado hawajazingatia kama Yanga asipokwenda vile viingilio ambavyo vitalipwa na mashabiki katika mchezo huo, nani atakwenda kuvilipa na itakuwaje gharama za watu ambao watakao kwenda katika mchezo huo alafu Young Africans asitokee. Unaambiwa bodi ya ligi yenyewe kuna namna ambavyo inataka kumbebesha msalaba wake Young Africans, huku wakiweza wao kujitoa. Unaambiwa wakati Simba Sport Club imechapisha taarifa ya kugomea mchezo wa dabi, walikuja na sababu zao za chini kabisa, klabu ikisema uchunguzi ufanyike na wahusika wachukuliwa hatua kali za kisheria. Namna bodi ya ligi siku ya mechi iliahirisha mchezo kwa kumalizia pia kuwa wanafanya uchunguzi ili kutoa majibu na hukumu ya haki. Maliza haya kisha pigia mstari neno uchunguzi. Yes, mmoja ambaye hakuridhishwa na haya anaitwa Yanga, yeye akakimbilia kasi kuomba request for stay, kwamba mechi isipangwe tarehe mpya pale ambapo shauri la msingi litasikilizwa. Simba na bodi ya ligi walisimamia neno uchunguzi na Yanga akasimamia neno shauri. Kifupi, yeye alikuwa na madai yake kuwa mechi iliahirishwa kwa sababu ambazo sio za msingi. Kwenye sakata hili kuna namna Yanga ilikuwa mbele ya muda kuliko bodi ya ligi. Kwa nini? Kwa sababu Yanga nadhani walikuwa na internal nzuri kuwa bodi watapangia tarehe mechi bila uchunguzi au kuwasikiliza. Ni uongo. Kama ni uongo, lini bodi wamewaita Simba na Yanga? Lini wameketi kuzungumzia suala hili? Bodi alichokifanya ni kutangaza tarehe ya mchezo tu. Je, Yanga akuwa sahihi kuomba request for stay? Majibu tafadhali. Kasi wametaka wananchi warejee ndani kuchakata upya sakata hili, lakini tuwe wawazi, TFF na TPLB zina utofauti gani? Kama mkataba wa udhamini wa ligi ambao kimsingi unapaswa kusimamiwa na bodi, ila upo Karume, unategemea nini? Kama klabu kwenye kanuni haziruhusiwi kuongea na mdhamini wa ligi bila idhini ya TFF, utasema bodi ipo huru? Kifupi, kinachoamuliwa na bodi ndio msimamo wa federation. Hapo kuna ubaya Yanga akikosa imani.
Technically kwa kuwa TPLB ilishasema kuwa wanafanya uchunguzi, tulitarajia waingie field tangu Machi 20 mpaka leo. Walipasa kuja na majibu ambayo Yanga wangeyapokea na kuyaelewa vyema kisha kupeleka timu uwanjani. Pamoja na Simba pia angeelewa vyema kwa kuwa naye alitaka uchunguzi kisha nao wangeenda uwanjani. Unaweza waona Yanga wakorofi, ila bodi hajategua mtego wa Simba na wala Yanga. Bodi ya ligi mnapaswa kubeba msalaba wenu, msiwatupie klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo kitu chochote akifanya Simba au Yanga kuwa makini sana. Katika dunia ya kawaida huku tunaamini Simba na Yanga ni washindani, ila hapana. Huko juu hizi klabu hazishindani bali zinashirikiana. Zina watu makini na wenye weledi. Usiende mambo yao kichwa. Ukikaa na kiongozi wa Yanga usimseme wa Simba, ukikaa na wa Simba usimseme wa Yanga. Hawa hawashindani, wanashirikiana na wanahitajiana. Kwa nini nasema hivyo? Nataka kukuambia kuwa kabla hawajafanya kitu wanapiga mahesabu yao kwa usahihi sana. Kwenye hili bodi ya ligi aliingia vibaya na yeye amejikuta kati. Yanga anataka alama 3 na ajui anampaje. Simba anaitaka mechi na bodi haijui Yanga anaingiaje. Ni kwa nini nasema kuna mahesabu yamepigwa alafu bodi kajikuta amechanganya upande bila kujijua? Tazama timing ya Simba Sport Club kumsogezea bodi kete ya moto kuwa acheze mechi. Bodi akaingia wavuni yeye kwa kughailisha mechi. Maana yake kimpira hii mechi ili iwe imegomewa ni waamuzi kufika uwanjani na kukamilisha taratibu ambazo hakuwepo. Technically Simba kashaondoka kwenye msala alafu karudi kwenye njia sahihi. Hataki majibu ya uchunguzi tena bali anaitaka mechi. Hesabu hizo ni kama Yanga alikuwa na hesabu step za Simba, ni kama walisaidiana kutega mitego. Ukitizama kwa jicho la kijasusi kwa sababu karata ya za Simba ilichezwa kwa kumkadilia bodi ya ligi na Yanga akaja kucheza karata ya kumkadilia bodi alafu akaenda kasi kuzigongesha bodi na TFF, ambapo kwenye utetezi TFF amekana kuwa yeye aingilii majukumu ya bodi. Je, ni kweli? Kwa ground hii ukitizama ligi inavyoenda ni kuwa TFF na bodi ni Diamond na Zuchu, huwezi kuwatenganisha. Hata ukienda kuitizama ile taarifa ya kasi, Simba na TFF waliwasilisha utetezi wao ila bodi haikuwasilisha ikitajwa kuwa walichelewa. Sasa muhusika mkuu anacheleweshaje kuwasilisha hoja zake? Something ambayo inaendelea. Hatimaye goli limebaki wazi. Simba anataka mechi au alama zake. Yanga haitaki mechi na inabidi washushwe daraja. Bodi anachekesha Yanga acheze ambapo ni kama kumlisha Yanga matamshi yake, ni kama kumbebesha msalaba wake, kitu ambacho hakiwezekani. Unaona bana? Kwa yale ambayo yanaendelea kwa sasa huko katika hapa nazungumzia mahakama ambapo wametoka huko katika mahakama ya usuluhishi. Sasa shauri lipo TFF na TFF wamegoma kuwasikiliza Young Africans na kutangaza tarehe ya mpira. Lakini zungumza Mheshimiwa Tale anasema ya kwamba Simba na Yanga hazitakiwi kufungwa na klabu nyingine yoyote katika nchi hii. Kuna nini? Unaona bana? Kwa mujibu wa Mheshimiwa Tale, mbunge huyu anasema kuwa mtazamo wake ni kwamba naona mamlaka za mpira nchini zinazodekeza klabu za Simba na Yanga wanazifanya klabu hizi mbili zijione hazitakiwi kufungwa katika nchi hii. Unaona bana? Akiweza kuwekwa wazi kuhusiana na kile ambacho kilichoweza kutokea. Lakini Profesa Kabudi yeye ameweza kutoa kile ambacho kilichoweza kujadiliwa katika siku ile katika mchakato ule wa kutafuta suluhisho katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo serikali yenyewe iliweza kuwaita pande zote, ambapo ni TPLB, TFF, Simba pamoja na Young Africans. Licha ya hoja zilizoibuliwa bungeni leo zikielezwa kwa wizara yenye dhamana ya michezo kutaka kufafanuzi kipi kilisababishwa dabi ya Kariakoo ichezwe Machi 8, 2025. Waziri wa wizara hiyo
Profesa Palamagamba Kabudi amesisitiza kuwa serikali haina nafasi ya kuingilia suala hilo, na kwani kwa kufanya hivyo Tanzania itakuwa imekiuka sheria za FIFA na huenda kama nchi tutafungiwa na shirikisho hilo la soka duniani. Suala la mpira wa miguu lipo kwenye mamlaka za soka nchini na ndizo zitaamua, wakati kama wizara yenyewe kazi yake kutafuta namna ya kutatua changamoto kwa ushauri, lakini si kuamua. Unaona bana, kwa kile kinachoendelea kwa sasa, unaambiwa maji yamefika shingoni. Tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi itakuja ipi katika sakata hili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana haya ambayo yanaendelea huko TPLB.